Asante sana. Maridadi. Christian Kerr hapa basi, Raymond Barry, kati ya watu wote basi akina Derek Webster, kati ya watu basi wanakwenda rasmi kimisha Della Macduff wanakwandaria hapa basi kwenye horror cinema. Star basi ni moja tena maridadi zaidi. La Sala Lena Bran Kodreza harakadhara kibishi Sebastian Brana Meko Mirma Taka Small World Lala Couture wote basi walihusika kukuandaria kwenye horror cinema. Rutini za mwanzo wa sinema. Ama zaidi ukipenda hapa basi kwenye ruti za introduction ni kwenye ruti za mwanzo wa sinema. David Shoshan, Jason Wolfling, David Van Vorna, Reo Sileo, Sid Hunter, David Kitchen na Benny Mwenako. David Shoshana, Nathan Wong alichomwa muziki kwenye horror cinema. Rutikando hapa basi ikiwa title ra cinema ni The Plain Dead, yani ndege la wafu. Washalala yote basi ni kwenye ruti za mwanzo wa sinema. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, kunazo ndege ambazo hapa basi zinabebaga hapa basi bila shaka pale watu ambao hazini masonko. Ndege ambao ukiliona basi lapepea juu angani, unajua hapa basi limekubebea masonko. Ndege lenyewe ndilo hili, na sasa tuko ndani ya ndege watazamaji. How are things back there? Oh, it's fine, slow. I'm glad we're only a quarter full. Same up here. Did you hear something about the weather front? Yeah, these things used to bother me. Kwa lile ndege upande wa ndani ndipo hapa basi bila shaka pale tunakuja kupata mamanze kama hawa hapa basi Megi. Hapa basi bila shaka pale Megi huyo manze hapa basi ni moja kati ya wale hapa basi mamanze ambao wako ara za nyumba hizi. Hawa hapa basi ni air hostess. Yani watu na ambao hapa basi wanafanya kazi kwa lile ndege, wakuwa hapa basi ni kama manamba wa ndege. Enyewe tukitumia Kiswahili sanifu hawa basi bila shaka pale ni manamba wa ndege. Kama venye hapa basi ukipanda matatu utasikia basi kuna kodi. Unaona kodi. Yani hapa basi hawa nao basi ni manamba. Sasa hii inaitwa Concorde. Hili ndege sasa. Na Concorde ni ndege ambalo laaminika upande hapa basi wa mbio, hapa basi linapaa juu angani, linaenda mwendo wa kasi sana. Na tena lile ndege hapa basi bila shaka pale huwaga linakugharimu pesa nyingi zaidi kusafiri nalo. Washalala. Sasa hapa basi kwa lile ndege lenyewe ndilo hili, lakini utastukia hapa basi marubani wakidai hapa basi bila shaka pale kuna cargo fulani wamebeba upande wa ndani, cargo ambayo imewekwa ulinzi. Abnormalities. We're to contact Dr. Bennett and Dr. Sebastian. Yeah, wakadai hapa basi bila shaka pale ati kulingana na amri walizopewa ni kwamba na koeti wamebeba hapa basi bila shaka pale cargo fulani. Kuna mzigo fulani ambao wamebeba usio wa kawaida, mwanzo ule mzigo mpaka umewekwa ulinzi. Lakini kao hapa basi kuna madaktari fulani, moja kwa jina hapa basi kwa Dr. Bennett na mwingine kwa Dr. Sebastian, huku wakifahamishwa iwapo kutakuwa na shida yoyote waweze kuwazungumzia. Mara hiyo basi hapa nipo kuna mzigo unasikia there is a special cargo. Mwanzo utastukia basi ile special cargo imewekwa ulinzi mpaka hapa basi bila shaka pale na jamaa ambaye ako na bunduki, na sio hali ya kawaida hapa basi kuwa na bunduki kwa ndege. Alright. Sasa Dr. Bennett ndiye huyu amenyoroa kipara. Hawa wote watatu hapa basi bila shaka pale ni madaktari. Hawa wote watatu ni madaktari. Na hawa madaktari ni madaktari ambao wanafanya kazi kwenye laboratory za kiserikali. Unaona, ni madaktari ambao wanafanya kazi kwenye ofisi za kiserikali, kwenye maabara za kiserikali. Na kumbe serikali imeweza hapa basi bila shaka serikali yenyewe hapa basi ikiwa ni secret confidential story. Hii ni story ambao watu wengi hata watu wa news hawawezi wakajua. Hawa madaktari na matop government officials ndio wanajua tu ni nini ambacho kimebebwa ara za nyewezi. Lakini chenye kimebebwa hapa basi bila shaka pale sasa kinabebwa kutumia mwili. Unaona daktari macho ine? Huyu hapa basi Dr. Smith. Dr. Smith, kuna virus fulani
ambayo hapa basi imebebwa kwa ile ndege, na ile virus iko kwa mwili wa bibi yake huyu Dr. Smith. Dr. Bennett ndio huyu akuwa na Dr. Sebastian, na Dr. Smith ndio huyu. Lakini Dr. Smith analeta shida. Mwanzo waliweza hapa basi kubeba virus kutumia mwili wa bibie ambaye ako uhai. Lakini juu hapa basi ya usayansi akadungwa shindano ambayo iko na virus fulani. Unaona? Ambayo iko na virus fulani. Sasa lile jambo linamshtua sana, linamfanya skiba. Ingawaje analipo mamilioni ya pesa kwa na bibi yake, lakini hapa basi virus imebebwa kwa mwili wa bibi yake. Virus sasa. Na ni ndani ya ndege. Unaona? Ni ndani ya ndege. Ile virus inasafirishwa pale kwa upande wa Los Angeles. Washalala. Kuna watu wa aina tofauti hapa basi kwa ile ndege. Mwanzo hapa basi kuna Mr. Boros wakiwa hapa basi na Franka. Kuna Mr. Boros wakiwa hapa basi bila shaka na Franka. Boros ni mwanapolisi, Frank naye hapa basi bila shaka pale ni mahabusu. Yenyewe hii dunia, wacha nikufahamisha mapema mtazamaji, it's a matter of survival. Msionage mambo yanatendeka mnadhani ati ni mambo basi wengine wanasema ni dunia iko karibu kuisha. Hapana, it's a matter of survival. Watu wanaishi kulingana na venye ambavyo wanang'ang'ana. Mwanzo mtu kama huyu hapa basi Frank, venye ambavyo kwa kompyuta kuna kuwaga na virus. Wale ambao wamjua mambo ya kompyuta, kuna vitu zinaitwa basi virus, na watu wanatengeneza virus na kisha wanatengeneza antivirus. Yaani unaweka mdudu na kisha hatimaye hapa basi unaanza kuuza dawa ya kukamata ule mdudu. Sasa huyu Frank alikuwaga ametengeneza virus aina ya kuchomoka kuro pando Russia. Alitengeneza virus yenye hapa silikuwa inajulikana kama vile jet. Sasa ile virus ilikuwaga badala hapa basi ati kompyuta ianze kushindwa kufanya kazi, kompyuta inaanza kunuka. Unaona? Kompyuta, yani hapa basi ile virus alikuwa ametengeneza inafanya hapa basi mtambo wa tarakishi uanze kunuka. Unaona? Sasa ikawa bibi hapa siwezi kukamatwa. Na huko anauliza yeye ni anadai basi yeye ni innocent. Mwanzo ni kawaida basi watu kutengeneza virus na antivirus. Na harakadhalika hapa basi bila shaka pale sasa yeye alifanya hapa basi ile virus ikifika kwa mtambo wako wa tarakishi inaanza kunuka. Kiasi kwamba lazima mtafute irunue ile antivirus ndivyo mtambo wako hapa basi bila shaka pale uache kunuka. Na haitakaa hapa basi kwa Windows. Ile virus inakaa hapa basi inafanya kompyuta yote inuke. Sasa yeye basi ndio sababu amekamatwa kwa kutengeneza virus yenye inafanya kompyuta inuke. Ndio nakwambia hapa duniani basi maisha ni ngumu. Alright. Basi hawa nao ni marubani. Je, ama ukipenda Lay ndiye huyu hapa basi ni pilot number 1, wako hapa basi na pilot number 2. Hapa basi bila shaka pale pia wao wanaletewa nini? Wanaletewa kanywaji. Ile kwa ndege basi mtu anakunywanga chenye unataka ukitaka kukunia. Wale ambao mjamjae bebo na ndege samahani. Hapa basi kuna kuaga na choo, kuna kuaga basi na uwanja wa kuchezea football huko ndani. Unaona? Ndani ya ndege kuna kuwa na vitu aina mingi sana. Kuna kuaga basi na viti, kuna hapa basi business class, yani pale ambapo wale watu wadozi basi masonko wanakaa na kadhalika. Tuchomoke rais tukuje kupata naye hapa basi bila shaka pale Peter mwenyewe ndio huyu. Peter ako na girlfriend wake. Na Peter ako na best yake mwingine kwa jina la Jack. Mabeste nao siku hizo waliharibika. Mwanzo huyu Peter ako na demu yake. Na kwa hili ndege ako na best yake kwa jina la Jack. Lakini Jack best yake ananyanyuaga huyu demu yake Peter. Shika. Huyu ni Peter ako na girlfriend wake. Na Peter ako na rafiki yake mkubwa. Ndio huyu. Hey, Tom. Unaona? Ako na rafiki yake mkubwa ndio huyu. Walianza kucheza. Lakini huyu rafiki yake yani huyu Jack ananyanyuaga bibi ya Peter. Na ni mabeshte wa kufa na kupona. Oh, nice. Kidogo hivi ya hostess alipita, wewe hii ni tabia mbaya. Mnawezaje cheza mpira hapa basi kwa hii? Ukitaka enda kwa uwanja. Tunike waja. Tuende kwa kiwanja tukachezea, hakuna haja. Sawa. Haya wakarudi wakapolea. Wako kwa lile ndege pia. Ni mabeshte wa kiti cha kwanza kabisa, ile Concorde. Ndege basi ambalo basi ni la mamilioni ya pesa na linabebaga hapa basi masonko. Sasa naye Smith ndio huyu Dr. Smith anakunywa kamnyweso. Akiimagine bibi yake.
ndiye amebeba virus. Kumbe vile vile hapa basi kuna celeb, ndiye huyu hapa basi celebrity, yani wale watu ambao wanajulikana sana hapa basi na kadhalika. Huyu ni star. Sasa huyu hapa basi kijana alikuja akamwambia, tafadhali Mr. Williams, niandikie namba yako ya simu. Mwanzo is a celebrity. Sasa bibi yake alianza kumuuliza, kwa nini watu hawezi waacha tukae na amani? Just leave us alone. You told me this was a trip away from golf and everything that goes with it. Mwanzo huu jamaa basi ni golf star. Yani ni yeye ni star upande wa golf. Sasa yeye ni celebrity, watu wanamjua, yeye ndiye champion. Sasa bibi yake anamwambia, si waambie watu waachane hapa basi na wewe. Tuko honeymoon. Kidogo hivi ya hostess mwingine alikuja. Hello, ninaweza taka kukuona kwa ofisi yangu, kuna mambo ningependa tuongee tafadhali, mambo ya siri. Tafadhali unaweza kuja? Oh, fana mimi funa kuja kwa saa hii fana, kama funa take off mimi kuja funa kuja mara moja fana. Wewe, huoni mimi na bwana yangu tuko hapa tunaongea mambo serious? Unakuja kumuita bwana yangu, naona tuko naye hapa. Okay, wewe ukimaliza tu kuja. Anakuja si utafuta bwana yako. Sasa mtu atakaa na bwana yake vizuri. Aifuana, mimi fukiitiwa na futem, lazima fuendeko fusikie futem, futataka fujue namna gani? Manake mtu kama mimi lazima fufuate watu wote. Mtu fakitaka kupatia wewe funakubali tu funapati. Waingo fuanai. Funakwambieko fuana, mimi mwenyewe funaombeko funjihofa wanyonyi. Fujihofa wanyonyi funapariki fumimi. Fujihofa wanyonyi fukibariki fumimi funakuwa superstar fuanayo. Hai waingo. Na kumbolela mwana we Fury Mulai. Hai fwana. Sasa ikawa ndivyo hivyo hapa basi, naye kila wakati basi Frank anamwambia Boros, man, I'm innocent. Boros, you can't treat me like this. How many times do I have to tell you that I'm innocent? It's not fair. Bouncing me all over the world, staying trial here and there for something I did not do. Kwa nini mnasema basi mimi ati mimi hakuna makosa nimefanya? Hii ni biashara kama wale watu wengine. Kutengeneza virus, watu wametengeneza virus. Lakini aliambiwa, there's nothing you can do. What can I do to make you believe me? Lakini Boros anamwambia, only an act of God. Now shut up before I make you eat that flotation device you're sitting. Na ufunge mdomo wako. Aisoro. Kumbe wakati lile ndege linaendelea kutambaa stare kama hiyo, kukawa na hali mbaya ya hewa. Makosa. Concord ikajipata kwa hali mbaya ya hewa. Yani kukawa hapa basi mawingu inakimbizana hapa basi bila shaka pale ili iweze kuzalisha mvua. Elewa, mvua inakujaga juu ya mawingu. Wakati ukitazama juu, wakati kuna mvua, kuna mawingu ya black, yani nyeusi, na kuna mawingu nyeupe. Mawingu nyeusi inakuwaga ni ya mwanaume, na mawingu nyeupe inakuwaga ni ya mwanamke. Sasa ile mawingu nyeusi inanyanyuaga mawingu nyeupe, ndio kunatoka mvua. Wale amjui nini the art of rain. It is the black matu kogudhororo white matu and buragoka. Hivyo ndivyo kunaendaga yani. Sasa kukawa kuna hiyo hari basi mawingu zinakimbizana. Hari kawa mbaya sana ya hewa. Wakati mawingu ya mwanaume inakimbiza mawingu ya mwanamke, unaona zinakimbizana stare kama hiyo. Mawingu nyeusi na mawingu nyeupe zinakimbizana zigudhane ororo. Sasa ikawa hapa basi yani kukawa na hari mbaya. Ikabidi mpaka hapa basi air hostess waweze kujifunga mishipi. Mwanzo ndege limeanza kutetemeshwa hapa basi na ile hari mbaya. Kuna upepo mkali, mawingu nayo ndio hiyo basi yanatatiza usafiri wa lile ndege. Ashalala ulele yaye. Sasa kumbe ambapo basi wakati ambapo ilikuwa basi inatingika stara kama hiyo ile hewa mbaya, sanduku moja likaanguka likamwangukia yule askari mwenye alikuwa anarinda sanduku lenye limebeba mama mwenye amebeba kuwa na virus. Likamwangukia mguu, likamvunja mguu. Yule soja akavunjwa mguu. Yule soja maskini wa Mungu akavunjwa mguu stari kama hiyo. Weyeyai. Soja akavunjwa mguu.
design kama hiyo. Hali imeharibika kabisa. Hali ya usafirishaji imezorota. Sasa kumbe hapa basi naye yule manzi, yule mama mwenye alikuwa anasafirisha virus. Nataka ushike mtazamaji, nataka uelewe. Virus ni kutengenezwa, ilitengenezwa. Ikadungwa mama fulani, yule mama ili aweze kuisafirisha. Hebu tuinge basi headquarter wanajeshi kuro pande wa Washington DC. Sio eti wanajeshi, kuna kikosi kati ya kikosi kikuu cha wanajeshi wanajua venye ambavyo kulienda. Wanajua kuna virus yenye inasafirishwa itakuja kutumiwa kama silaha na wanajeshi wa United States of America. Unaona? Itakuja kutumiwa kama silaha. Sasa hawa wanajua. Lakini wakatengeneza story in case kuweza kujulikana. Mwanzo sasa hii hapa basi unajua serikali inasemekanaga iko na serikali. In case kuweza kujulikana basi kitendo kama hichi kilifanyika, tutasema namna gani? Wakadai hapa basi watadai ati madaktari Dr. Smith, Dr. Bennett, Dr. Sebastian ati they are wanted. Unaona? Lakini ukweli uliopo ni kufahamisha mapema basi ndugu brother mpenzi mtazamaji, hawa wakuu wa wanajeshi wanajua vizuri zaidi kwamba na kuna virus fulani, na hii virus ilichukuliwa upande wa Vietnam, remote area in Vietnam, which had a 100% mortality rate within seconds, which then regenerates. Unaona? Ile virus ilichukuliwa upande wa Vietnam, ilitolewa kwa mosquito. Unaona? Baada ya kutolewa kwa mosquito ikawa regenerated, ikaongezwa hapa basi sumu, ikatengenezwa kutumia hapa basi bila shaka pale ujuzi wa kisayansi, in a way that ile virus ikiingiana hapa basi kwa mwili wa binadamu. Unaona? Ile virus ikiingia kwa mwili wa binadamu, yule binadamu akufe, ile virus itafanya ufufuke. Unaona? Hivyo ndivyo ile virus ilivyo. Sasa heri usikufe ukiwa na ile virus kabla hujakufa ukompoa, lakini ukikufa ile virus inafanya ufufuke, na unafufuka ukiwa mtu aliye na virus za umbu. Kwa hivyo nakuwa modobu. Sasa huyu mama ndiye amebeba ile virus. Ninataka uelewe mtazamaji, ako uhai. Mwanzo pale alikuwa amewekwa basi palifunguka, alikuwa amewekwa oxygen ya kutosha na kadhalika. Mama alichomoka juu wakati ambapo kulitingika hapa basi sanduku lake lilifunguka. Lakini ndani yake kuna ile virus. As long as ako uhai, ile virus haiwezi ikafanya madhara yoyote. Ingawaje kwa mwili wake basi anahisi hayuko poa. Lakini as long as ako uhai, ile virus haiwezi kaleta madhara. Lakini akikufa, ile virus itafanya afufuke, na akifufuka atafufuka akiwa modobu. Modobu ni kumaanisha wewe ni binadamu, lakini sasa umechanganyika hapa basi genes zako, yani hapa basi wewe ni mtu ambao uko na ubinadamu na uumbu. Kwa hivyo nakuwa modobu. Sasa ndani ya huyu mama mwenyewe amebeba ile virus. Na akifika upande wa Los Angeles atafanywa blood transfusion, ile virus itolewe. Unaona? Na arudi hali ya kawaida. Lakini unaona hapa basi kulikuwa kumewekwa ulinzi, mtu yote asije kujaribu kuiba ile virus. Mwanzo ile virus ni muhimu sana kwa serikali. Juu serikali inataka kuitumia kupatia wanajeshi. Wanajeshi wakienda vita, wakiuawa, wanafufuka na wanaendelea na vita. Ndio sababu basi ile virus ilikuwa invented. Virus yenyewe shasha kutoka kwa mosquito. Ile virus ilitoka kwa mosquito. Virus yenye mama amedungwa na shalala. Jamani bamia. Cheki. Mwanzo yeye alikuwa ameambiwa aweke ulinzi, na hata hakuwa anajua ni nini ambacho anawekea ulinzi. Sasa alikuwa ameambiwa akiona mtu anashoot. Kupiga marasasi, warning. Transmission cancelled. Yani ile bidhaa inafanyaga kuwe na mawasiliano kwa ndege, imepigwa marasasi imeharibiwa. Mawasiliano kwa lile ndege yameharibika. Hawawezi wakaongea na watu wakiwa nje. Unaona? Kupiga simu ati wapige Washington na wapi, imepigwa marasasi imeharibika. Hawakujua. Sasa mama ndiye huyu. Na yule mlinzi hakuaga ameambiwa ni nini. Alikuwa ameambiwa tu akiona mtu yoyote hapo apige marasasi. Yule mlinzi sasa
na ameangukiwa na box, amevunjika mguu. Na mlinzi alikuwa ameambiwa na madaktari, mtu yoyote akikaribia hapa apigwe marasasi. Mwanzo hii virus imechukua miaka nyingi zaidi kuimodify kutoka kwa umbu mpaka iwe virus. Na sasa ile virus inasafirishwa kuwa ndani ya binadamu, ndani ya huyu mama ambaye ni bibi yake Smith. Sasa ile virus inasafirishwa kuwa ndani yake. Na as long as mama ako uhai, ile virus haiwezi kufanya madhara popote. Lakini akikufa basi. Sasa yule soja na yeye aliambiwa akiona mtu apiga marisasi, alipiga mama marisasi. One very big mistake. Yani makosa. Mwanzo ini virus ukikufa immediately inakufufua, inakudeactivate, inakumotivate, unakuwa mondobu. Kwa hivyo mama alikufa na within no time, yani kwa sekunde chache zaidi akakufa. Sasa kukufa, yani akakufa na within no time, baada sekunde chache akafufuka akiwa modobu. Makosa. Yani mtu ambaye ni umbu, modobu. Sasa cheki naye hapa basi Jack ananyanyuaga bibi ya Peter. Unaona? Jack kwanza alikuja, akapita. Kidogo hivi akapita stare kama hiyo. Akaona Peter. Magi, ni mwana wefe. Ni fromina funya mafana. Unaonaje mubaruya? Sasa kidogo hivi bibi yake Peter alikuja. Chekio saidongi. Mara italiri ogene. Kwenda. Ni nini sina? Ni nini sina? Akachomoka. Unaona venye mabesi unaikaa mtu kwa moto. Sasa Peter ameitwa na Jack. Unaona? Sasa manzi wake Peter akajama. Alafu Jack akapita ruti hii na manzi wake Peter akapita ruti hiyo. Unaona venye watu wanakuwa na tabia baya. Jack ni besti yake Peter, lakini ananyanyuaga bibi ya Peter. Just imagine. Na ni kwa ndege sasa walikuja kwa choo. What? What's wrong? I mean, what if somebody sees us? Na tukionekana. We're in a bathroom. What are you talking about? No, you know what I mean. You're Peter's best friend. You are Peter's best friend. Wewe ni best yake Peter. So okay. Simalizi. Mimi kitu nanyanyua tu, hata ni practice make it perfect. Sasa mimi ni kuifanya iwe mzuri kwake. Imagine, na hakuna kitu kibaya kama kunyanyua demu ya mtu. Na ndio unaonaga mimi tulikosana na nani? Na huyu president wa Amerika huyu, President Barack Obama. Tulikosanaga na yeye juu ya hivyo. Juu alinyanyuaga demu yangu. Na tulikuwa mabeste sana. Sasa hata mimi ndio ningekuwa vice president wake. Akanyanyua demu wangu, nikamwambia eda tu beste umeisha. Tukakosana namna hivyo. Nakumbukaga hivyo, kwanza nakasirika sana. Haisu. Sasa tuchomoke Raizo basi tukuje kumpata hapa basi bila shaka pale huyu mwanapolisi. Jina lake basi ni Brian Thompson. Brian Thompson yeye hapa basi bila shaka pale ni mwanapolisi wale kwa kila ndege lenye linasafiri hapa duniani. Unaona? Kuna kuwaga basi na wanapolisi wa ndege, ndio hawa shasha. Wanajulikana kama vile hapa basi transport agents. Wanajulikana kama vile basi transport agents. Sasa yeye anachapa round akicheki kama kuna hali yoyote ya hatari. Lakini riche na kwa hapa basi sasa hapa basi kule ndani umeona hapa basi kumeanza kuwa na modo wa adobu. Sasa hali ya hewa nayo imeharibika sana. Sana tena zaidi. Haya, sasa amemaliziwa, amepigwa kitu. Ni kwa nini nasikia kukinuga mtugo? Sasa jamaa Peter nasikia kunanuka nini? Mahindi ya kuchemshwa. Haya. Na Jack pia akarudi. Wewe unasikia kukinuka mahindi ya kuchemshwa, kuranuga metugo. Nikiria ni ndege ya thuria. Imagine wametoka kugudhana ororo. Tayari amekulia muda. Ni kweli kuna ndege ino ni irathuria. Ati ndege ina nyamba. Kuranuga metugo we. Nasikia kunanuka metugo. Metugo ni mahindi ya kuchemshwa. Sasa wanasikia kukinuka hiyo, lakini ni juu hawa wametoka kugudhana ororo na hata wajaoga.
Walala yaye. Haya, Frank naye ndio. Ai, ninaandaiwa kwani ngametugo. Hata yeye amesikia kumenuka kitu fulani hapa basi, kumenuka kitu fulani. Walala yaye. Lakini ni watu walikuwa wameenda kunyenyuana. Haisoro walala yaye. Sasa ikawa ndivyo hivyo hapa basi, naye Frank ndiye huyu wakiwa hapa basi bila shaka pale na nani? Frank wako hapa basi rashaka wakiwa na Boros. Frank ni mahabusu. Anapelekwa gerezani. Boros ni mwanapolisi wa kawaida. Boros ndiye huyo. Ni mwanapolisi wa kawaida. Wako kwa lile ndege. Lakini kuna kitu moja ambapo hapa basi kimehappen, kuna hatari moja imehappen na hakuna mtu ambaye anajua. Ai, hapa basi bila shaka pale kuna Sister Maria. Walele yaye. Na usisahau hapa basi kuna golf champion kwa lile ndege hapa basi, jitu kama vile hapa basi Mr. Williams. Kwa lile ndege bado. Lakini hari imeharibika zaidi ndugu brother mpenzi mtazamaji, hari imeharibika mbaya mbovu. Hapa basi bila shaka pale kuna Mkorean. Walele yaye. Kuna Mkorean kuru upande wa ndani. Juu atakufanya tabia baya, ameangukiwa na bag. Jack amegongwa na bag kutoka juu, mbaya mbovu. Ilikuwa sasa ni hari mbaya ya ndege. Oi. Hapa bado basi bila shaka pale kuna Uma pia kwa lile ndege bado. Concorde. Marubani wanashindwa watafanya namna gani? Bibia tena hapa basi bila shaka pale Williams pia aliweza kugongwa. Upepo ulipungua. Upepo umepungua. Hari imekuwa mbaya sana tena zaidi. Hari imekuwa mbaya sana manzitina zaidi. Lakini hata hivyo basi wakati kulitulia, wakati ambapo hapa basi kulitulia na ndege likarudi chini kiasi. Unaona, ndege likarudi chini kiasi. Mwanzo inakaa the higher they go the more matumadhuri gutangalia matumia. Yani vinyo ambavyo wanaenda juu ndivyo ambavyo basi upepo unakuwa mkali sana tena zaidi, na kuna kwa basi bila shaka pale na hitarafu ya mawingo. Lakini hata hivyo basi bila shaka pale ilibidi akina Megi wale ma air hostess waombe ruhusa ili wakacheki kama kunao maabiria ambao wameweza hapa basi kuumia. Looks like we're okay for a few minutes. Give them a go ahead to check. Let me know what's what. Well, folks, we apologize for the heavy turbulence. Aya, ilibidi basi waenda wakacheki maabiria kama kuna abiria yoyote basi ambaye ameweza kuumia. Cheki maneno. Walikuja kucheki kama kuna abiria yoyote ambaye hapa basi ameumia, ile wakati ya watu ambao wameumia basi ni ikiwemo Jack. Kati ya watu ambao wameumia hapa basi ni ikiwemo Jack. Cheki maneno. Would you make sure everyone's all right? Then have one of the doctors, Bennett or Sebastian, check the cargo situation out with you. Cargo? I'll get my tools. Na hawa marubani walikuwaga basi na orders. Walikuwa wamepewa orders kwamba na kuwa eti wakae wakiangalia hapa basi ile cargo. Hiyo ilikuwa ni orders from above. Wakae wakiangalia hapa basi ile cargo. Aya, hawa na wakaanza kuchapa round wakichikama kuna mtu ameumia. Kwanza hapa basi bila shaka pale sasa wakati huyu manzi juu ananyanyanyua wako na Jack, alikuja kuhurumia Jack. Umefanya vizuri. Nijua venye ulinigoga coffee juzi. Yaani unafurahia. Ulinigoga coffee juzi, wabe Mungu amenilipishia. Alinigoga coffee juzi, sasa na yeye amegogwa na Mungu. Wabe. Na nyinyi muondoke hapa. Ni nini? Kwa nini humhurumia? Ati nimhurumie, si ni bwana yangu, nini nakuuma? Aya, usilige, kwa nini yako nayo mimi sijaisikia? Unaliga na nini? Wacheni. Kama kila mtu aenda kakae kwake. Ananiambia anajua bwana yangu, anamjua namna gani? Si ndio anamjua. Ala, ndio mademo wanaga siri. Mimi hata kuna mwingine nilinyanyuaga. Nikamwambia usiaiambia mtu. Sasa mimi wakati naenda kutembea ati niko live nasikia, unaona huyo? Mimi aliniguza ororo. Imagine, watu madem tafadhali mkuage na siri. Mambo ya kuguza ororo sio kuenda kunini kuambia watu wote.
Imagine mademo wanaga tabia mzuri. Hata kuna mwingine nini? Demu mwingine muitaliano nilimuudha ororo. Alafu anaenda kusema mbele ya watu. Ati we inakuwa mtu anasikia vibaya sana ukienda kuhubiri. Sasa ikasemekana basi madaktari wakacheki ile cargo. Hilo madaktari wanajua kuna kitu fulani ambacho hapa basi wamebeba ambacho ni hatari. Unaona? Haya, Frank nao wako hapa basi wakuwa na Boros. Frank wakuwa na Boros bado wako ara zenye waizi. Sasa Frank leo ni mahabusu, kwa hivyo anaomba wakati moja basi hizi pengu ziweze kutoroka kwa mikono yake. Mwanzo anajua anaenda kufungwa live and direct. Varai. Si baada kushinda umeninini si uende ugudhi ororo wako kadem. Namna gani bana? I'm sorry if this is a problem. No problem. Take care. Sasa naye hapa basi assistant pilot alichukua Dr. Smith na Dr. Sebastian. Waende wakacheki kama hapa basi ile yule manzi mwenye amebeba virus kama bado ako sawa. Elewa, kulingana na venye hapa basi hali ya hewa ilikuwa imezorota. Kulingana na venye hapa basi hali ya hewa imezorota. Hapa basi rashaka pale wanaona kama kunaweza kuwa na kitu mbaya kimehappen. Kwa hivyo ikabidi waingie kula upande wa nani. Naelewa mizigo inabebwa kula upande wa chini kabisa. Kwa hivyo ikabidi wateremke kula upande wa chini. Haya, huyu kwenda kusimama aligongwa kichwa na alikuwa anataka kumpeleka basi bila shaka pale Frank msalani. Boros aligongwa kichwa. Mwanzo walipata hapa basi wakati anaenda kuamuka kukawa basi na upepo mkali. Pap! Boros akagongwa kichwa. Sasa Frank kwenda kumuita. Boros akaona basi Boros amezirai. Kuona hapa basi Boros amezirai. Hapa basi faster alikuingilia. Cheki. Kuona Boros amezirai. Hapa basi alikuingilia faster hapa basi kwa mfuko wake akachomoa funguo na akajifungua. Cheka maneno. Faster hapa basi bila shaka pale na akajifungua. Walele yeye wa shalala. Akajifungua na akahepa. Hawa na wao wamekuja kwa ile cargo. Na unajua modobu kule chini kuna modobu wawili. Elewa ukikufa uigue na hii virus ufufuke unakuwa modobu. Wina akakuja akapata basi bila shaka pale ameumia tayari yule hapa basi bila shaka pale nani? Boros. Gentlemen. Dr. Sebastian, Dr. Smith, assistant pilot. Manze mchunge sana tena zaidi. Mchunge sana tena zaidi. Haya. Boros. Truman. Aligongwa kichwa mpaka masikio ikaanza kuvunja damu. Boros. Githeri imeiva. Bado tuko kwa ndege. Kucheki pingu. That retro rat. That little shit. That retro shit amehepa. Sasa huyu manzi na mademu wa ndege nao sijui wanakuwa namna gani. Ashaanza kupendezwa hapa basi na Boroza. Haya. Sasa hebu cheki. Kuna mfungwa amepotea tayari. Kuna mfungwa na ambaye tayari hapa basi ameweza kutoroka. Cheki maneno. Kuna mfungwa na ambaye ameweza kutoroka. Kuna prisoner na ambaye hapa basi tayari ameweza kutoroka, yani amehepa. Frank. Kwa hivyo Boros aanze kumtafuta. Lakini sasa hiyo ni nusu. Hapa kuna modobu wawili. Yani mtu aliye na virus za umbu. Mtu aliye na virus za dangerous umbu anaitwa modobu. Kuna modobu wawili. Yani mtu umbu. Mtu aliye na virus za umbu. Modobu. Alright. Wako wawili. Na Dr. Sebastian na Dr. Smith na assistant pilot wameenda kucheki ile cargo. Cheka maneno. Wameenda kuicheki ile cargo, tazama.
Wakakuingiria. Assistant pilot mwenyewe ndio huyu, ndiye anawaelekeza pale ile cargo ilikuwa. Mwanzo hii amri ilikuwa imetoka kwa wakuu wa wanajeshi, kwa maana kwa ile cargo ikae ikiangaliwa. Wakapata pigo marasasi, basi bidhaa ya mawasiliano. Hawawezi kuwasiliana nje ya lile ndege, hawawezi wakawasiliana nje ya lile ndege, lakini ndani kwa ndani wanaweza wasiliana, lakini nje hawawezi piga mawasiliano kule upande wa outside. Haya, Dr. Smith ndiye huyu, na najua bibi ndiye alikuwa amebeba ile virus. Kucheki sanduku limefunguka. Favarai tuhepe. Juu anajua hapa basi magnitude, anajua hapa basi nguvu ya ile virus. Kidogo hivi Modobu alikuwaga bibie. Oka Smith, na ukiumwa pia wewe unakuwa Modobu. Ukiumwa unakuwa Modobu. Sebastian, hata wewe kwanza. Assistant pilot akarushwa kando. Agore. Assistant pilot alihepa cheki, akamonyoka kwenda kushikwa, akamonyoka. Sebastian Smith wakaumwa wakakuwa Modobu. Makosa. Sasa cheki, unaye akasikia anataka kengine kamoja, akachungulia bibi ya Peter. We, bibi ya wenyewe, twende kengine Karogamings. Haya. Nako na bibi yake hapa, na amwambii hivyo. Anataka bibi ya wenyewe. Akachomoka. Hai. Haya, huyu na yeye vile vile akachomoka. Hawa watu wanaenda wapi? Enyewe mpaka yule mwana polisi Brian Thompson alikuja kushindwa. Hawa watu wanaenda namna gani? Huyu kuamuka, Haisoro. Akaanza kumtafuta sasa hapa basi bila shaka pale yule Jack. Akaanza kumtafuta Jack. Cheki maneno. Akaanza kumtafuta Jack. Washalala. Tafuta Jack Mosmos. Anatafuta Jack. Washalala. Nitafuta Jack design kama hiyo. Check. Chunga sana tena zaidi. Wacha hiyo mchezo. Mwambie nilikuwa na kustua. Sasa niwatafuta pale wa kudhani ororo. Cheki. Don't use that kind of language around me either. Haya, niko yidhia. Kayaki nimekumisa. Na mchunge sana tena zaidi. Mwanzo kuna mtu anawaona design kama hiyo. Bibi ya wenyewe na bwana ya wenyewe ni nini? Ni mahoya. Amen. Ati amen. Mutafute fara mdanganye. Ni maombi, okay. Bwana asifiwe sana bwana. Tutapatana kwa tanero ingine. Aisoro. Kumbe sasa mwenye tunaona akichungulia ni Frank. Frank alikuja akajificha raizi. Ai. Magi na yeye ndiyo huyu. Hai. Magi ana sense. Ilo kuna ili naitagwa dhamiri. Ana sense. Na Frank naye ndiyo huyu amejificha raizi. Frank alikuja akajificha ara zenye waizi. Cheki maneno. Mwenye tu anajua, what the fuck did you bring on board? You son of a bitch! What did you bring on board? Nini hichi basi uweza kuleta hapa? Ilibidi sasa elewa pilot hakuguzwa. Ilibidi aende akamwambia basi brasha kapara captain. Akamwambia basi captain venye mambo ya review. Wow. Dr. Bennett. Ukweli umejulikana. Na Dr. Bennett anajua ni nini walikuwa wamebeba. Tafadhali. Tumeisha. Sasa naye Dr. Bennett anajua ni nini ambacho walikuwa wamebeba, na anajua haba si nguvu ya ile virus. Sasa ajabu ni kwa huku ndani kuna watu bu na hali ya hewa nao ndio hiyo venye imeharibika. Hali ya hewa ndio hiyo basi imeharibika stare kama hiyo. Sasa nikuja kumwambia manzia watu walileta watu wanakula binadamu.
Akamwambia wacha methali, hiyo ni methali. Ati binadamu ndiye alifunza watu mtu kukula binadamu. Sio methali. Wacha tika methali. Wacha methali na vitendawili. Sio methali na sio kitendawili. Ni kitu ambacho nimeshuhudia na haya macho yangu yote mawili. Chenye tulikuwa tumeambiwa kimebebwa ilikuwa ni mwanamke. Amegeuka akawa mula watu. Mimi nimeshuhudia watu wawili wakikuliwa live. Kwa hivyo maisha yetu iko hatarini sasa. Jua venye utafanya uteremshe hii ndege. Mwanzo tumebeba hapa basi wala watu. Tumebeba wala watu na sio kuambiwa mimi ni hii damu naona sio damu yangu, ni ya mtu mwingine akisosiwa. Ogonoa nunu haoje ndiko nunu hawa nunu ha. Kama unavunja damu kwa mapuni, niambie unavunja damu, acha kuniambia mtu anawezaje kula mtu? Hii ni methali. Captain Lee. Hii sio methali, ni ukweli. Sasa ikasemekana mwanapolisi aitwe. Huyu ndiye mwanapolisi huyo. Huyu shisha. Huyo ndiye mwanapolisi. Kwa hivyo mwanapolisi aliweza kuitwa mara moja hapa basi ili kisha aweze kuelezea hapa basi bila shaka pale, yani aweze kuelezewa story yote kuhusu vinyambavyo basi hapa kuna Modobu. Alright. Washalala. Kwa hivyo aliweza kuitwa na usije ukasahau hapa basi vinyambavyo inaendelea kutambaa. Hali ya hewa nao basi ndivyo ambavyo inaendelea kuharibika. And you say whatever killed them was inhuman. Unataka kusema kuna watu wanakula watu. Mimi sio wazimu. Na hii damu yenye niko nayo ni ya mwenzangu ambaye tulikuwa naye huko ndani. Amekuliwa. Unagurukaga, unatokaga na wazimu, unakuwaga na malaria ya kichwa ama malaria ya tumbo ama malaria ya masikio. Pengine hata kama basi ni malaria ya macho. Akawaambia sio kitu ya kufikiria, na kama wengine wamekuliwa, bona wewe hujakuliwa. Okay, wacha basi niende nikakuliwe ndio muamini. Huyu anauliza kwa nini sijakuliwa? Wacha niende nikakuliwa. Wacha niende nikakuliwe ili muamini. Okay, hakuna haja ukuliweka hapa. Mimi ni mwanapolisi, mtakabidhiana na chochote chenye kinakula watu wala. Favara yo grone fagi jera. Captain haamini. Captain anaambiwa kama kabisa umetoka na wazimu niambie. Sasa naye huyu air hostess amemnoki Boros. Jua tena nasikia naita Boros. Haya, okay, wewe unasikia kulala. Tunakuwa na kitanda ya nini? Ya staffs. Kuna pale kunakuwa na kitanda yani ya watu kama mimi. Pana mimi nasikia kutafuta mahabusu wangu mwenye ametoroka. Hausikii kulala hata kama hauko peke yako? Ni wakati wa kufanya kazi. Sasa wacha ndege igonge bumps. Ndege kugonga bumps, Manzari mkimbilia jamaa akamshika vizuri. Cheki. Wanawake sometimes wanakuwa na majaribu. Cheki. Inda gai. Nasikia vizuri. Kwani wewe na wewe ni unasikiaga vizuri kila wakati. Bye. Jamaa wetu hana haja. Kumbe hapa basi iliwadile ndege halina bidhaa mawasiliano. Sasa upande wa Canada, Nobody's been able to reach them for over an hour. Los Angeles Dispatch, this is Yellowknife Center. I believe I have your Concorde 239 on my screen. Upande wa Canada lile ndege liliweza kuonekana na wikiti maporidi ndege liliweza kuonekana, wakapiga simu Los Angeles. Wakafahamisha ndege lenyu tunaliona, lakini tukijaribu kupiga mawasiliano basi wale watu hawajibu. Tunajaribu kuwasiliana na watu ambao wako hapa basi kwa lile ndege, lakini hawajibu hapa basi simu zetu. Yes, I understand. Unaona? Hawajibu simu. Hata hivyo hapa basi bila shaka pale watu wa Canada wakatuma signal, wakadai hilo ndege lisianguke upande wa Canada. Unaona? Canadian government ilisema hiyo Concorde isianguke Canada kwa vyovyote vile. Watumiwa message na wafahamisho wasijaribu kuland upande wa Canada. Kwa vyovyote vile wafahamishwe wasiland upande wa Canada. Kwa rubani kuna sign unaoneshagwa basi no landing. Yani ukienda kuteremka Ulanda, signals zinawekwa no landing, hakuna kulanda. Sasa naye Brian Thompson hapa basi alikuja kumuuliza hapa basi yule Bennett. Alikuja kumuuliza Bennett, ni nini hichi ambacho mumebeba? Just don't like flying. Isn't it true your two colleagues accompanied the co-pilot down to the cargo hold because there was some problem? No. Yeah.
Inasemekana kule upande wa chini wenzako wawili walifikiria kunaweza kuwa na taabu. Kwani mnaweza kuwa mmebeba nini? Mwambia Kagwere Vavarai. Chenye kimebebwa huko sio kazi yako. Sisi ni madaktari. Wewe fanya kazi wana polisi na mimi ni daktari nifanya kazi ya udaktari. Okay. Tutaona. Bennett alikataa kusema nini ambacho alikuwa amebeba. Sasa hapa basi kuna wanapolisi wawili, kuna mwanapolisi basi ambaye hapa basi ni wa kawaida kwa ndege na kuna mwanapolisi ambaye amebeba hapa basi mahabusu. Ndiye huyu sasa. Mwanapolisi ambaye amebeba habusu lake. Ala, Mr. Boros. Sasa naye cheki pale anatafuta Frank, anatafuta mpaka kwa sufuria. Come on Frank. You Burroughs? Hey Boros. Najua wewe ni mwanapolisi, hata mimi ni mwanapolisi. Sasa wewe unatafuta basi mahabusu. Uko na bunduki. Na mimi natafuta modobu. Nasikia hapa ndani kuna modobu. Modobu. Yaani nataka kusema hapa kuna mondobu. Sasa hii mondobu atatoa kitu kidogo ama ni kupiga ambu? Okay, wacha tuingie huko ndani tuone hii mondobu anaweza toa kitu kidogo. Tupate ya kukura. Inda. Boros ni mwanapolisi wa kawaida. Brian Thompson ni mwanapolisi basi usafirishaji wa ndege. Wote wako kuro pande wa ndani. Frank toka. Dr. Sebastian. We modobu. Sasa huyu anatafuta Frank. Naye mwenzake anatafuta modobu. Haya, chungeni sana mwanzo modobu sio watu wa kutafutwa. Akaona damu. Huyu akasema pengine ni Frank. Ameumia mkono akitoa pingu. Nini? Chungeni. Waridhani ati rubani hana kichwa nzuri. Waridhani ati rubani ni mgonjwa. Chungeni sana. Manze chungeni sana. Tena zaidi. I don't know. It's an awful lot of blood for a skinny little shit like Frank. Haya. Wewe pita hiyo na mimi nipita hii. Wewe utafute Frank na mimi nitafute modobu. Haya. Chunga sana wewe Brian Thompson. Chunga sana. Manze tena zaidi. Jina la sinema Brian Thompson huyu mwanapolisi. Shalala walele yaye. Sasa walikuja kupita kuro upande wa chini. Mdogo mdogo. Nilwa sasa kuna modobu wanne. Modobu ni wanne. Haya. Everybody? Frank. Why don't you come on out and talk to me, man? Mbona usikuja tuongee tu hapa basi nikukamate vizuri badala ya kushinda tukingangana. Kuja tu nikukamate badala tushinda tukibishana. Ukikataa basi mimi ninakam. Ukikataa kukaa mimi nitakam. Okay, how come we? Okay, I'm coming up there. Kill that little shit. All right. I'm coming up. I'm coming up. Na uchunge sana. Usipatane na modobu. Yes. Sasa wakapata habari serikali ya Canada imekataza lile ndege Zealand. Na lile ndege haliwashiliani. Na limebeba dangerous virus. Kwa hivyo hawa watu wakasema tufanyeni hivi. Tuombe president ruhusa tushuti hii ndege. Mwanzo ile virus imebebwa hapo ikikuja in bad hands. Ulimwengu umeisha. Kwa hivyo heri tushuti hii ndege tuiripue watu wote wakufia huko ndani. Mwanzo haina hata majibu. Haya. Na uchunge sana wewe Boros. Uchunge sana wewe Boros usipatane na modobu. Uchunge sana usipatane na modobu wewe. Wewe kuna modobu wanne. Chunga sana. Uchunge sana tena zaidi. Mwanzo nakwambia hapa kuna modobu wanne. Chunga sana na wewe hapa basi Brian Thompson kidogo hivi. Brian Thompson. Ai, modobu. Kuna risasi. Wa, kai. Ajai. Kwa hivyo rubani si ati nini mchezo wako nayo. Ni wakati amekuja kugundua sasa kuna modobu si mchezo. Haya. Ba, sasa ndugu brada mpenzi mtazamaji.
Kama unasikia hujakaa poa, chukua maposition. Kama unaogopa modobu, toka uende ukakule. Mwanzo nakwambia sasa, modobu ni wakati wana kiu. Mwanzo immediately ukuwa modobu, unapatwa na njaa ya kukula nyama ya binadamu na kiu ya kukunywa damu ya binadamu. Modobu mwingine ndio huyu, anataka kumuuma modobu. Pigwa risasi kakuja kaingia kwa kibwenya ya manze, ikatokea kwa nyonyo. Makosa. Maskini risasi ilikuja kaingia kwa kibwenya ya dem, ikatokea kwa nyonyo yake. Wameua air hostess maskini. Modobu moja ndio pigwa marasasi Sebastian Modobu. Sasa naye hapa basi yule manza alisikia kutapika. Roho alikuwa ananuka mtugo. Alisikia kutapika. Dem yake hapa basi pita. Walelea. Wakashinda, what the hell is going on? Nini ambacho kinaendelea? Sasa manza alihisi kutapika juu ameona venye risasi imepitia kwa kibwenye ikakuja ikatokea kwa nyonyo. Yani inapita tu pari kuna mzuri. Pia risasi itaka kusikia utamu. Sasa ikabidi kapteni apigwe mawashiriano. Akafahamishwa kuna risasi imetoka na huko upande wa chini. Huenda basi ni yule mwizi na kimbizwa. Kidogo na hiyo air hostess. Modobu. Makosha. Ngangana. Lakini aliumwa, na ukiumwa pia wewe unakuwa modobu. Makosha. Walele yaye. Manza amesosiwa, na unasosiwa immediately unakuwa modobu. Ukisosiwa unakuwa modobu immediately. Ukikuliwa unakuwa modobu. Sasa huyu naye ameanza kutapika. Manzo wake pita. Manzo wake pita na anagudhagwa roro na Jack. Na Jack ni besti ya pita. Jina lake Susana. Rubani akachomoka. Ya hostess. Ukiuma unakufa, baada ya dakika chache unafufuka kuwa modobu. Sasa rubani akaona hapana, hii shimo lazima nifunge. Piga marasasi mwanzo anasikia masauti kuro pando ndani, na yeye ni kitu ambacho aliweza kushuhudia. Si mchezo. Oye. Huyo manza amededi. Dini mkakae huko mnachungulia kitu gani? Hataki watu wachungulie wasianze kuogopa. Hiyo ndio makosa yenye wanafanya. Hawataki watu waogope. Sasa watu wanaendelea kudedi. Hawataki watu waogope ndio, lakini watu wanaendelea kudedi watu wanaendelea kudedi. Innocent people keep on dying and dying. Walalayaye. Sasa kumbe naye hapa basi Susana pahali alipolea upande wa Ravash kuna modobu. Alivurutwa, alikamatwa, akavurutwa. Hawa sasa wakashuhudia, wakaona live, akaumwa. Susana aliumwa, chikimo nini? Sasa Jack alikuja mbio mbio. Magi naye ndio huyo. Jack alikuja mbio mbio. Manzi aliumwa, alisusiwa live hapa basi, alisusiwa style kama hiyo. Ndiyo huyo. Vunja mlango wakaingia nayo. Pita hapa basi wakiwa na Jack. Mtumia wito. Woi, bobo yako. Ai, salala. Kamutumio kale wado igana. Kaeni huko. Sasa naye Pita alivuruto kama na akaumwa. Woi, Pita akaumwa. Pita aliumwa maskini. Pia hapa basi Jack akaumwa vidore. Jack pia ameumwa vidore. Na ukiumwa hakika lazima utakuwa modobu. Adobu wamekuwa wengi. Modobu wamekuwa wengi. Jaribu kung'ana mpaka Megi akaumwa mkono. Megi pia aliweza kuumwa maskini mkono. Ndege nalo ndilo hilo hapa basi nimekatazwa kuranda upande wa Canada. Kimeumana shesha. Oye. Jack, Pita, Megi wameumwa. Nilikuwa ukiumwa unakaa dakika chache kulingana venye ambavyo umeumwa. Unaiaga dunia na kisha hatimaye unageuka na kuwa modobu. Makosha.
Watu wengi sana sasa wamekuja kuumwa, ili mpaka Magi mwenyewe ameweza kuumwa. Hali ya hewa nao ndio hiyo imezorota kuzorota hakika. Huku watu wanaumwa sijui ni nini, pita tayari yakayaga dunia. Kisha yaga dunia sasa ni ungoje dakika chache anaamuka akiwa mudubu. Kuumwa ameumwa, sasa ni ungoje baada ya dakika chache basi anaamuka akiwa mudubu. Baada ya dakika chache manzi ataamuka akiwa mudubu. Makusha walala yaye wash ataamuka akiwa mudubu. Amini usiamini. Sasa akaambia watu waketi, mwanzo siwezi acha kuendesha ndege hapa, basi nikuja ati kujua nini kinaendelea. Ambia watu waketi, huenda ni yule mwizi aliyepotea ndiye anapiga watu risasi. Roa rubani hawezi amini ati kuna mudubu. Haya, pita akafunikwa. Naelewa ni dakika chache tu sasa arudi aanze kusosi watu. Ni dakika chache sana arudi manze aanze kukula watu. Washalala. Walaleya. Manze arudi na akajifunga. Kisha Magi akakuja, niliwa sasa ndani ya Magi kuna virus. Ni vinyariuma kwa kidole, sasa damu itaenda hivi, enda. Ilo ukiumwa kwa shingo, damu inaenda straight kwa roho. Lakini ukiumwa kwa kidole, basi damu inazunguka. Kwa hivyo inachukua muda kiasi kitambo uwe mudubu. Yani mtu umbu. Akaanza kusikia kiu, mimi nasikia kiu. Ya kukunywa kitu moto na sio chai. Ama uji. Ama supu. Ile kitu iwe nyekundu. Na sio raibena. Walala yaye. Magi ameanza kupatwa na kiu kidogo. Umwa. Assistant pilot maskini wa Mungu akaumwa vile vile. Ameumwa. Mudubu wakawa wengi, wakaanza kusosi watu. Ngai. Wamekuwa wengi sasa, teki mnino. Wamekuwa wengi. Wase, huyu anajua ni nini kinaendelea. Dr. Bennett anajua vizuri zaidi nini kinaendelea. Hoi, Magi naye ndio huyu. Bado appetite inaenda juu. Akayaga dunia. Magi nelewa unakufa, baada ya dakika chache unafufuka. Ukifufuka wewe ni mudogi. Yani wewe ni mudubu. Unaona? Unakuwa mudubu. Sasa watu wengine walio hapa wanashindwa what the hell is going on. Ilikuwa kuna watu basi sehemu zingine tofauti. Fungua. Anamwambia rubani afungue, lakini wapi? Rubani hataki kufungua. Rushwa juu, gongeshwa chini. Ndege naro ndilo hili basi linagonga mawingu. Bumps ziko kule kwa mawingu. Huyo kapoteza basi nini? Glasses zake, yani miwani. Kidogo mudubu akachomoka upande wa chini, akamvuruta akavaa mano wake beti, akamsosi. Mudubu ni wengi. Cheki venye anasosiwa. Mudubu ameanza kuchomoka upande wa chini. Kimeumana sasa, kumeharibika kabisa ndugu brother mpenzi mtazamaji. Mamani maombi sasa anaona tu watu wakisosiwa. Raia mpaka sasa hapa basi bila shaka pale wameanza kuchomoka. Mshtowera mtameweza kuchomoka mwenyewe ndio huyo. What's going on? Ni nini kinaendelea nani? Ni nini kinaendelea? Mudubu pigwa moja. Asante sana. Oye. Sister ni kuomba tu. Cheki mudubu venye anachomoka kuro upande wa chini. Wakiwa na kiu ya damu na njaa ya nyama ya binadamu. Cerebrate mwenyewe ndio huyo sasa. Ni champion upande wa golf. Ako na silaha. Mr. Williams. Na ako hapa basi bila shaka pale na mti wa golf wa dhahabu. Ako na mti wa golf wa dhahabu. Cheki maneno. Ako na mti wa golf wa dhahabu. Cheki maneno. Akaona basi kuna jamaa amekufa na bunduki, akaichukua. Asante sana. Bash.
It was also is a matter of life and death hapa. Kidogo chini huyo akafufuka. Walala yaye. Amuka fasta. Modobu wamekuwa wengi sana ara zenye hizi nani. Modobu kula risasi. Kimeumana sasa ndani ya lile ndege. Come on. Tuchomoke hapa sasa ni kubaya. Toka. Kabata. Chukua. Wako wengi Modobu. Wako wengi mbaya mbovu. Modobu wako wengi. Modobu wako wengi zaidi. Okabawe. Oye. Unaenda kusaidia pia na vurutwa. Modobu ni wengi. Welele ya ye. Washalana. Modobu. Sasa hawa walitafuta pahali, alafu cheki sasa Bennett anaambia mtu wewe ingia kwanza uchugulie kama kuna Modobu. Mtu mmoja ingia kwanza achugulie. Wacha mama kwanza ingie achugulie. Utuambie kama kuna Modobu. Mama akatangulia. Kuko aje? Ni kuzuri, okay, wacha nifuate, sitaki kuwa wa mwisho, nataka kuwa hapo katikati. Ili mmoja akikuliwa nyuma na mwingine akuliwe mbele, mimi napita katikati yao. Haya. Yeah. Huyu naye Mkorean amesosiwa tayari na Magi. Magi ashageuka na akawa Modobu. Yeah. Air hostess pigwa moja. Air hostess anasaidiwa basi bila shaka pale na Frank. Chukua ingine. Modobu pata ingine. Modobu pata ingine. Wekwa chini. Frank nayo. Sharala ni mahabusu. Akaambia manze sasa hapa ni mimi uone kama mimi ndiye Mungu wako kuanzia saa hii. Kwa sababu Modobu malaria tu. Ni ukae na mimi. Mkorea na ameshasosiwa na amejifunga mshipi. Mkorean amejifunga mshipi. Huyu jamaa kitambaa ukavaa mwana wake beti akavurutwa na Modobu. Kuvurutwa huku juu, ukuvurutwa huku ndani, Modobu ni wengi. Kufika kule ndani ni kusosiwa. Pentagon, Washington, D.C. Transfer virus. This virus is without a known vaccine or cure. But this type virus transfers only through bodily fluid, and then most effectively blood from an infected victim enters a cut or saliva. The MedCon scientists believe they could make this work, despite the side effects. Hiyo ndege ikikosa hivi iland, so many people are going to die. Kwa hivyo, kutumwa P-52 iripue hiyo ndege mara moja. Is the only way out. Mwanzo hatuwezi tukataka hiyo ndege iland ikuwa hiyo virus imetambaa. Na sababu kubwa tu yenye inaweza fanya basi watu wenye kwa ile ndege hawapige mawasiliano, huenda basi virus imetapakaa. Kwa hivyo tufanye nini? Tulipue hiyo ndege. Ndio tu kitu ambacho tunaweza tukafanya. Tutume P-52 iangalie situation, iripue ikiwa juu, ili hata hii stories wajulikana na watu wa maruninga. Ndege ripuriwe. Hivyo tu ndivyo ambavyo tunaweza tukafanya. The virus is spread throughout the passenger section. The only chance we have to contain this is to vaporize every living thing aboard that aircraft before the virus na iripuriwe na kombora ambaro halitabakisha chochote. Kombora ambaro linaripua hiyo ndege inakuwa njivu, mpaka njivu yenyewe inaripuka. Hivyo tu ndivyo na ambavyo tunaweza tukafanya. Okay, basi wakuu wanajeshi walipiga mawasiliano mara moja, jet fighter ikaitishwa aina ya P-52 ikuja basi uweze kufanya uripuzi. Yaani uweze kuripua. Sister, chunga sana. Mwanzo Modobu ndio huyo. Modobu ndio huyo. Sasa sister alikuja kusaidia mtu. Maskini sister akaona Modobu na yeye pia akavurutwa. Cheki. Sister pia alivurutwa. Miguu ikaanza kukuliwa. Cheki. Miguu ya sister ilianza kukuliwa. Staili. Leta miguu kipande hii. Na Modobu sasa ni wengi. Modobu ni wengi kuliko watu wengine basi wa kawaida. Modobu wako wengi mbaya mbovu. Modobu ni wengi. Hawa walikuja basi bila shaka pale. Yule hapa basi air hostess walikuja kumvuruta kuwa na Frank, lakini tayari miguu imeshakuliwa ndio hiyo. Miguu imekuliwa tayari manzi. Miguu yake
sister. Wow. Upande mwingine basi nao ndio hawa kina Dr. Bennett. Celebrity Williams wakuwa na bibie basi wakwara za nyuma hizi. Tambaa mos. Bennett ndio huyu, hawa ni walikuwa basi maagent wa serikali wakisafirisha ile virus. Sasa virus imegeuka na ikawa dangerous thing. Washalala. Bennett. Wewe na wacha kuangalia sedongi ya bibi yangu namna hiyo. Unasikia Fuana? Unasema nini na bibi yako ananyamba? Aifuana fuacheko fuseme kwa tifu bibi yangu finanyambeko. Fuacheko finjeso Fuana. Pipi yangu fenyefu miokoka, fumepatizwa na damu ya Yesu Kristo Fuana, na pipi yangu funaabudu fichiofa wanyonyi. Sasa kidogo hivi, upande mwingine watu wengi wameumwa. Watu hawa ni modobu. Mpaka Mkorea bado ni modobu. Ukagulia we, waitokatia we, ni hotile muno, Mkorea pia ni modobu na amejifunga mshipi. Cheki adobu. Modobu. Ukabale manzi kama huyo akipita Mkorea akamuuma. Walalala. Mkorea anasikia vibaya mwanzo. Yeye amefungwa basi kwa kiti, amefungwa kwa kiti. Modobu wamekuwa wengi. Majority ya watu ambao walikuwa kwa lile ndege basi wameshageuka na wakawa modobu. Cheki wengine wanapita kuro pande wa chini sasa wanafuata kina Dr. Bennett. Wanafuata kina Dr. Bennett shasha. Cheki maneno. Kina Dr. Bennett wanafuatwa. Cheki maneno. Modobu wamekuwa wengi zaidi. Modobu. Washalala. Na mchunge sana tena zaidi. Hapa manzi tena zaidi. It's starting to get really tight. Hapa tutatoboa kweli. Akaamuka. Pita pia sasa naye ni wakati anaamuka. Wacha amefunikwa, amefufuka shasha. Kwanza ako na Q. Mbaya mbovu. Nyama. Nakamea. Naragua. Ako na Q mbaya mbovu. Ameamuka akiwa na Q mbaya mbovu. Sasa naye rubani aliitwa basi na assistant wake. Naibu wake alimuita. Na usije kasao pia aliweza kuumwa. Hakuna mtu mwingine. Kwa hivyo pia yeye ako na virus za modobu. Rubani na yeye basi aliumwa kidogo. Maskini wa Mungu. Makosa. Rubani umeumwa kidogo mimi niko na njaa mingi. Mimi ndiye ambaye niko na njaa, tena njaa mingi. Rubani pia akaumwa, akawa modobu. Sasa hakuna hata mtu wa kuendesha lile ndege. Kati ya watu manusura basi ni kiwemo Frank. Frank ni manusura wakiwa na moja kati ya wale ma-air hostess. Wakiwa na moja kati ya wale ma-air hostess shasha. Hey, chungeni. Ndege sasa harina rubani. Ni kunyota. Soguo sawa. Kunyota. Kufa nani? Ngarawiguru. Akona kiu na njaa. Chungeni sana Dr. Boroza. Kidogo Frank na manzi. Hey, babarai. Wewe unaanza kuwinda mahabusu na unaona venye kuna kujwa. Wacha mambo ya kutuwinda. Kwanza deal na modobu. Modobu wako wengi. Ndio huyo modobu mwingine. Kula marasasi. Modobu ni wengi. Na uchunge. Chunga sana. Hapa kumejaa modobu. Sasa licha na kwa Boros anataka kumweka ndani hapa si Frank. Hapa ni wasaidiane sasa. Modobu kula risasi. Modobu, mtu aliye na uumbu ndani yake. Wacha mchezo. Kwanza wafunge araize sasa. Wewe. Sasa ikawa basi modobu wamekuwa wengi na hata marasasi zinaendelea kupungua. Modobu nao basi ndio wamekuwa wengi. Watu bado wanaendelea kusosiwa. Aka, tuwe
haraka Modobu. Wala. Nyuma yake Modobu. We. Modobu wameharibika. Modobu wameharibika. Utafanya namna gani sasa? Ilibidi wafunge hapa, wajiwekee kinga design kama hiyo, kuzuia Modobu yoyote asije kaingia raizi. Kisha waweke ulinzi. Mwanzo karibu kila mtu ashageuka na kuwa Modobu. Ajabu ni kuwa wanakufa na kufufuka na kufufuka na kukufa na kukufa na kufufuka. Wakikufa wanafufuka tena. Modobu. Chungeni sana Williams. Mchunge manzina kabla hamjachunga, mchunge zaidi. Mwanzo hapa basi Modobu wako nyuma kwa nyuma, bampa tu bampa na nyinyi. Ai. Williams na bibie wanafuatwa. Ndege naro sasa halina hapa basi rubani. Ndege halina rubani manzi. Chungeni kuanguka kidogo. Hapa kuna shimo. Sasa cheki Bennett venye alianguka. Cheki. Mwenye ameanguka na yeye kusosiwa. Okabawe. Umwa. Woi, chunga sana Williams na bibi yako. Chungeni sana tena zaidi. Hawa na wao wako chonjo ara zenye wizi. Watafanya namna gani? Marasasi yako karibu kuisha kwa bunduki zao. Wakadai mwenye alikuwa nawekea lile hapa basi ule mzigo ulinzi alikuwa na sabu machine gun. Na alikuwa na magazini nyingi. Kwa hivyo wachore venye ambavyo wataenda kuchukua ile bunduki mwanzo wanahitaji usaidizi. Wacha nitoe waya. Hapa kuna waya niende nikanyonge. Wacha kidaya. Alianguka. Sasa ati ni silaha anatafuta. Wakidai sasa tu chenye ambacho kinaweza tusaidia ni ile sabu machine gun. Modobu pata marasasi Modobu. Karash. Watafanya nini? Lile bunduki tu ndilo ambalo linaweza likawasaidia. Lile bunduki la wizard likawasaidia nani? Lile bunde manzila wizard likawasaidia. Cheki huyu amekataa na mkono ni Modobu. Manzi hapa basi atafanya nini mwanzo hata rubani hashiki simu ashakuwa Modobu. Wanitafuta hapa basi makemiko ambazo anaweza changanya zitoe moto. Walichanganya basi makemiko fulani zitoe moto ili angalau waende wakachukue lile bunduki. Mbele here they need to survive. Manzi akaambiwa hapa sio mambo na kulia. Hapa hakuna mama ya mtu, ni kila mtu ajitegemee na awe wa usaidizi kwenye hiyo operation. There is no rearing. Sasa Bennett akaanguka akanyongwa na zile nyaya. Kunyongwa na zile nyaya hapa basi walimuona na venye wako na njaa juu wote washakuwa Modobu. Alidhalikirwa.